Leo nitazungumzia habari ya kutokukata tamaa. Katika maisha, ili upige hatua ufike hatua fulani, unatakiwa usiwe mtu wa kukata tamaa. Kwa sababu moja ya jambo linalorudisha nyuma sana watu wengi ni kukata tamaa. Unakuta kuna mtu anajaribu biashara mara kwanza, mara pili anakata tamaa. Unajikuta anaanza kujiona hawezi kufanya tena, hawezi kufaulu tena kwenye biashara. Kuna mtu mwingine pia amefanya shughuli la tuseme masomo, amesoma dakika za mwisho anakuwa na feli mtihani, anakata tamaa. Huyu mtu anaona tena hamna haja ya kuendelea na masomo, anaamua kuishia njiani. Kuna mtu mwingine ameingia kwenye mahusiano na ndoa, lakini anashangaa mambo tofauti kabisa tangu alivyoingia. Anaona mume amebadilika, mke amebadilika, anajikatia tamaa, anaona ni bora kuishi peke yake kuliko kuwa na mwenzi. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja, kuna faida nyingi sana za mtu ambaye hata kata tamaa. Kuna mtu hawezi kukata tamaa. Hutaki kukata tamaa kwenye maisha, kwa sababu ukianza kukata tamaa unafungua milango ya failure kwenye maisha yako. Unaanza kufeli katika maisha yako. Na faida mojawapo ya kutokukata tamaa, unaanza kufungua milango ya mafanikio mbele yako, kwa sababu pale ambapo umeanza kukata tamaa, ile siku ambayo ndo unakata tamaa, kumbe mbele yako ndo kuna mafanikio. Lakini pili, hukukutanisha na watu sahihi watakao kupeleka mbele zaidi. Mtu asiyekata tamaa anaweza kukutana na fursa mpya, anaweza kukutana na mtu sahihi. Leo unaweza kawa na changamoto nyingi sana, unakutana na watu ambao wanakuvunja moyo, wanakukatisha tamaa, lakini usipokata tamaa utakutana na watu sahihi ambao watakupeleka mbele na utafanikiwa. Lakini jambo la tatu, Mungu atakusaidia kupitia hatua zako hizo ndogo. Maana kwenye Biblia inasema una nini mkononi mwako. Musa aliulizwa. Kwa hatua zile ndogo ambazo unazo, Mungu anaangalia ujasiri wako, unavyosimamia maamuzi yako, vile unavyokuwa consistent au kati tamaa. Mungu atakusaidia kupita kwenye hiyo hatua, na mbele yako Mungu anakuwa amekuandalia mafanikio mema. Nikushauri tu kitu kimoja, usikate tamaa kwenye maisha. Kaza, ng'ang'ana hapo ulipo. Piga kazi hapo ulipo. Haijalishi leo unahangaika upati pesa nyingi, unapambana sana, lakini matokeo ni madogo. Usikate tamaa, kwa sababu mbele yako kuna mafanikio makubwa. Mungu akubariki sana, tukutane wakati mwingine.